Baada ya radi kupiga, aliwakuta mchanga kama imewarukia, yani imewachafua katika zile nguo zao. Walikuwa wameshakufa, mwingine alianguka upande wa kulia, mwingine upande wa kushoto. Lakini vichwa vimeangaliwa huko chini hivi. Imepasua chini ardhi kama usawa wa mkono wangu hii. Nguo tu zilikuwa zimechanika, viatu vilikuwa vimetoka kabisa, kingine kilikuwa kimekatika, kingine kilikuwa kimeungua. Yaani radi ilipopiga ikaua, ikapasua chini, lakini haijaunguza mti wote. Mtazamaji wa Tesha Eye, benchi nilokalia ndilo benchi ambalo askari wa usalama barabarani waliofariki dunia kwa kupigwa na radi katika kijiji cha Majengo, kata ya Majengo Kati, wilayani ya Rumeru, mkoani Arusha. Hapa ndipo walipokuwa wameketi kwa ajili ya shughuli zao za kawaida za barabarani. Lakini tumefika hapa kuzungumza na kuona eneo husika, na tumefanikiwa kuzungumza na baadhi ya wanakijiji wa kijiji hiki. Tumezungumza na uongozi wa kijiji ambao wengi wameshangazwa na tukio hili, kwani ni kwa mara ya kwanza kabisa kutokea radi katika kijiji hiki na wilaya hii. Radi za kawaida zinatokea, lakini iliyodhuru mtu na kuua ndio hii kwa mara ya kwanza. Maneno yamekuwa mengi kijijini hapa, lakini mwenyekiti wa kijiji amezungumza kuhusiana na kile ambacho wengi wanadhani labda radi hii ni ya kutumwa ama ni ya kishirikina. Mimi ni France Alfred Simon Sengelela Teresia Tesha, na hii ni Tesha Eye. Kwa majina yangu naitwa Lazaro Siria, mwenyekiti wa kijiji cha Majengo Kati. Jana tumeweza kupoteza nguvu kazi ya taifa. Tumepoteza askari wetu wa jeshi letu la polisi, ambayo kimsingi mpaka sasa bado natafakari, sijapata majibu. Walikuwa kazini katika kijiji changu cha Majengo Kati, na ilitokea radi mnamo saa 9:30 kuelekea saa 10 kama sikosei. Walikuwa watatu, lakini baada ya hapo waliondoka mmoja, wakabaki wawili baada ya radi. Kwa kweli tunasikitika kwamba tumewapoteza. Lakini katika kijiji changu hilo ni jambo la kwanza ambao mimi kama mwenyekiti wa ulinzi na usalama katika kijiji kutokea. Tunasikia katika mikoa ya huko kusini na sehemu mbalimbali, lakini si hapa. Lakini hilo pia linasikitisha, kwa sababu najua radi kumuua mtu kwetu kwa hii kanda ni ngumu. Kama unavyofahamu kwamba kila polisi wana utaratibu wao kuwa kwenye vituo ya kazi, wale walikuwa kazini. Lakini sasa kilichotokea, mmoja ilipofika saa 8:30 kuelekea saa 9, yeye aliondoka, kawacha wale katika majukumu yao. Sasa mauti imewakuta wale wawili. Sasa hiyo si kazi yangu ama mwenyekiti, hiyo ni kazi ya Mungu. Sijui kwa nini yeye aliondoka na kwa nini wale wamebaki, lakini tumepata mauti. Wale kwa utaratibu, wale askari wanakuwa chini ya mti. Kuna pembezoni ya barabara wametengeneza benchi yao katika ofisi yao, wako pale katika majukumu yao, na walikuwa chini ya mti. Lakini cha kushangaza na cha kusikitisha, hakuna mti uliovunjwa. Kwa historia wazee wetu wanasema kwamba radi inapotokea lazima mti upande mmoja upate shida, lakini hapagusika miti huo salama, lakini wao tumewapoteza. Wakati radi hiyo inawapiga, mvua ilikuwa inanyesha wakati huo ama ilikuwa inanyesha? Ilikuwa ni manyunyu, si mvua. Ilikuwa ni manyunyu kabisa, yani hali ya kawaida, kwa maana ya kwamba walikuwa katika majukumu yao ya kazi. Ingekuwa mvua inanyesha, ina maana wangekuwa pembeni, lakini ilikuwa ni manyunyu ya kawaida kabisa ambayo ilikuwa iwazuii. Radi ya kwanza ilipiga, ambayo ilikuwa ni ya kawaida. Radi ya pili ndio imewajeruhi. Na cha zaidi ni kwamba walikofia ilikuwa ni kwa balozi wangu Peter Ngoi. Kwa maana ya kwamba ni hatua kama sikosei ni 3 kufika kwa balozi, si zaidi.
watatu. Yaani barabarani wanakofanya kazi, ile eneo wanakofanya kazi ofisi yao, unahesabu watu watatu kwenda kwa balozi. Kwa mimi nimepata taarifa sahihi kwa balozi wangu Peter Ngoi. Na ile radi iliyopiga ikawaua, mlisikia kijiji kizima? Yes, tulisikia kijiji kizima. Radi ya kwanza tulisikia. Wananchi simlisikia? Tulisikia radi ya kwanza, lakini ya pili ndio iliyoua. Lakini radi ya kwanza tumesikia kijiji kizima. Na nina mama mmoja mjamzito katika kijiji changu Kilimzuru pia. Lakini ashukuriwe Mungu kwamba ile mimba haikutoka. Lakini alikuwepo katika hali hiyo mbaya. Tukamchukua tukampeleka katika zahanati yetu, kapata ile huduma ya kwanza. Yeah, na amerudi katika hali yake. Hata leo nimemtembelea, radi ya kwanza nimemtembelea, yuko salama. Lakini radi ya pili ndio iliyoleta madhara ya kutupotezea uhai wao. Lakini dakika 5 toka baada ya tukio kutokea, kuna mwananchi wangu alifika katika eneo husika. Aliniambia kwamba baada ya radi kupiga aliwakuta mchanga kama imewarukia, yani imewachafua katika zile nguo zao. Yani mchanga imewarukia, yani ile mchanga. Sasa sikujua mchanga imetokeaje, lakini ndivyo huyo mwananchi alichonieleza. Radi kwa kawaida, radi ina tabia kumpiga mtu shoti kama umeme. Haina tofauti sana na umeme kwa kawaida. Kwa historia haijapasua popote. Ni shoti ya kama, haina tofauti na shoti ya umeme. Kwa hiyo inavomgusa mtu, sasa tabia ya radi ikimkuta mtu akiwa na hizi simu hizi mnaita simu janja, ina connection nayo. Kwa hiyo imewapiga, haijapasua popote. Na nilichokikuta mimi baada ya kupata tukio, nilifika kwenye eneo, nimeona imepasua chini, yani ardhi kama usawa wa mkono wangu hii, futi moja. Kwa hiyo imepasua, yani radi ilipopiga ikaua, ikapasua chini, lakini haijaunguza mti wote. Mimi naitwa Stella Mzava. Hichi kituo kilichoko hapa kinaitwa kwa Mama Simba au kwa Miembeni. Si tulipata taarifa kwa sababu kulikuwa na mgurumo ulipita mara ya kwanza tukiwa tuko hapo nyumbani. Mara ya pili mgurumo ukawa ni mkali sana, ikabidi wengine tukimbilie ndani. Sasa ile eneo kuna kaka mmoja alikuwa anapalilia eneo la hapa chini. Sasa naye alipigwa tena akaanguka kule kwenye migomba. Alivonyanyuka huko ikabidi akatize kwenye maharage huko, akafika pale akatuambia, jamani, wale maskari pale wamekufa. Tukaambia wamekufa na nini? Wakasema radi imewapiga. Basi tukabidi sasa, watu walikuwa wamekaa pale barazani wakaja kuangalia, wakakuta kweli mmoja ameanguka huku na mwingine ameanguka kule. Simu zikaanza kupigwa, maskari wakaja kuchukua wenzao hapa. Walikuwa wameshakufa, mwingine alianguka upande wa kulia, mwingine upande wa kushoto. Lakini vichwa vimeangaliwa huko chini hivi. Walikuwa na majeraha yote? Hamna jeraha lolote. Ni nguo tu zilikuwa zimechanika, viatu vilikuwa vimetoka kabisa, kingine kilikuwa kimekatika, kingine kilikuwa kimeungua. Eneo la tukio kwenye ardhi mliona nini? Kuna shimo ambalo tulikuta hapa kama hivi unavyoona ile shimo. Yaani ni hiki kama kashimo tu, ndio hicho tulikuja kuona tu kimepandisha kama ka udongo hivi. Ndio. Baada ya hapo ilichukua hatua gani? Simu zilipigwa kwa watu watu waliokuepo hapa walikuja kushuhudia, wengine walikuwa na simu za maskari, kabidi wapige simu Mirerani, basi wakaja kuangalia wenzao hapa, wakaja kuchukua miili ya marehemu hapa. Hawanaga shida kabisa. Kwa sababu na kibanda hapo, saa nyingine wanachukua soda, wanakuja kunywa, wanakula mandazi. Asubuhi kama watakuwa wajaja na kitafunio, hawanaga shida na wananchi kabisa. Walikuwa ni watu wazuri, tulikuwa tunawapenda sana. Tukio hili limekuhuzunishaje kama mwananchi? Kwa kweli mimi limeniuma kwa sababu wale maskari walikuwa na shida na mtu. Na isitoshe yule dada yani alipokuwa hapa, saa nyingine unakuta anakuja ananunua vitu pale ananiungisha, kwa hiyo yani mimi iliniuma kwa sababu walikuwa ni wateja wangu, walikuwa wananunua soda. Asubuhi walikuwa askari wangapi? Asubuhi walikuwa 3.
Lakini baadaye mvua ilipoanza kunyesha, yule dada akapanda aisi akaenda Mererani. Wakabaki wale wawili. Wale wawili ndio tulikuja kukuta wameanguka hapa chini. Yaani kwa kweli mimi hata siwezi kuelezea kutokana na nini, hiki kitu haijawahi kutokea maeneo kabisa. Kwa jina naitwa Lekule Saruni Molel, mkazi wa Majengo, kijiji cha Majengo, mwenyekiti wa kitongoji cha Huduma, ambao tukio hilo limetokea kwenye kitongoji changu. Nimewahi kusikiliza vitu kama hivyo kutoka Mwanza huko, lakini kijiji chetu cha Majengo kanda ya Arusha sijaisikia kitu kama hilo. Sana taharuki ilikuwa kubwa sana kwa sababu alijai kutokea. Ile ni kishindo kubwa sana mpaka mifugo zote zimesambaa. Na haikuwa haijaitokea kwenye kijiji chetu cha Majengo. Mimi naitwa Isaac Joseph. Mimi ni askari kwenye kata yangu. Swala kama hili limenigusa mimi kama askari kwa sababu nimepoteza maaskari wenzangu. Nalipa wanajeshi wenzangu pole, jeshi la polisi sana sana. Nawapa pole sana kwa sababu swala kama hili ni la mara ya kwanza kutokea katika kijiji chetu cha Majengo, mkoa wa Rumeru, wilayani ya Rumeru, mkoa wa Arusha. Lakini sio mara ya kwanza labda radi imeshawahi kutokea. Ilishawahi kutokea hapa tulipo, sidhani kama kuna zaidi ya 72, lakini haijawahi kuzuru watu wala kuumiza mtu yeyote. Iko pressure kubwa mtaani. Na huwezi kuzuia hisia ya watu au mazungumzo ya watu. Wanasema jeshi la polisi lile pale linawezekana ikatokea kwa sababu ya mambo ya kishirikina. Sisi serikali hatutambui na hatudhamini ushirikina. Tunaheshimu kwamba walikuwa kazini. Lakini sasa mambo mengi ya wananchi wanasema jambo la kwamba hili si issue ya nini? Naita si issue ya radi. Ni radi binafsi. Lakini mimi kama mwenyekiti wa kijiji tumeendelea kushauriana nao kwamba radi haijaanza leo. Radi imekuwa ikiua watu. Hayo ni maneno. Lakini mambo ya wananchi wangu wanaendelea wengine sio wananchi wangu katika kijiji changu wanazungumza. Wanasema hii radi ya kutengenezwa. Lakini mimi na kwamba si radi ya kutengenezwa, radi ni issue ambayo inaweza kutokea. Sasa inaweza kutokea. Kwa hiyo hatuwezi kuzuia hisia ya watu kuzungumza, lakini kama serikali naamini kwamba hatuamini uchawi.